Asante ndugu mtangazaji. Kwa mujibu wa sheria ya uhamiaji, kama ambavyo wamekwisha tambulisha afande hapo, ili mgeni aweze kuingia nchini kuna masharti ambayo yameainishwa kisheria. Kwanza, awe na passport iliyo hai. Pili, awe na visa. Tatu, awe na kibali hai au pasi ambayo ipo hai. Na upatikanaji sasa wa hivyo vibali, umeniuliza kuhusu kibali, niende moja kwa moja kwa kibali. Karibu. Upatikanaji wa vibali, utaratibu upo kulingana na shughuli ambayo mgeni huyu anakuja kuifanya. Kuna wale wanaopata vibali kwa sababu wamepata ajira hapa nchini. Kuna wale wanaopata vibali kwa sababu wamewekeza mitaji yao hapa nchini, na kuna wale wanaopata vibali kwa sababu ya kazi za kujitolea. Wengine ni wanafunzi. Kwa hiyo dhumuni la ukazi hapa nchini ndio utakao determine kibali gani mtu huyu aweze kupewa. Na vibali vimegawanyika katika aina 3. Kuna kibali daraja A, ambacho kibali hiki anapewa mwekezaji, mtu ambaye amekuja amewekeza mtaji wake hapa nchini, na kuna taratibu za kufuata ili aweze kupata kibali hicho. Kibali cha pili ni daraja B, ambacho anapewa yule aliyeajiriwa kufanya shughuli mbalimbali kwenye makampuni hapa nchini. Lakini kuna kibali daraja C, ambacho anapewa yule mtu ambaye hana sifa ya kupata daraja A na daraja B. Huyu anaweza akaomba daraja C, na Kamishna Jenerali anayo mamlaka ya kuamua kwamba huyu mtu apewe kulingana na kazi anayokuja kuifanya au pia asipewe. Kwa hiyo atakapoleta maombi, Kamishna Jenerali ataamua ni nini ampe mtu. Sawa. Na